kujifunza somo ambalo linasemaje, usikatishwe tamaa na magumu unayopitia, Bwana atabadilisha majira. Haleluya! Usikatishwe tamaa na magumu unayoyapitia, Bwana atabadilisha majira. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, hapa ninaongea na watu ambao labda wanapitia changamoto, labda kuna magumu yale wanayoyapitia, sijui labda ni magonjwa, sijui jamani, labda ni ukosefu wa kazi, jamani, sijui labda umetengwa na familia, wamekuacha, sijui labda jamani, unalia Mungu upate mtoto, yaani sijui ni kitu gani unachokipitia. Lakini nimekuja kukwambiaje, usikatishwe tamaa na hali hiyo unayoiona. Usikatishwe tamaa na hayo magumu. Hizo changamoto unazopitia zisikukatishe tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Japokuwa zinaonekana ni ngumu, zinaonekana ni za kukatisha tamaa, hali ulionayo kwa kweli ni tete, lakini nimekuja kukwambia usikatishwe tamaa na hali unayoipitia, hayo mazito ulionayo, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu anayebadilisha nyakati. Haleluya! Jamani, kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kucheka. Bwana asifiwe. Pengine kwako wewe ni wakati wa kulia, pengine kwako wewe umeachwa, pengine unajisikia upweke, marafiki wamekuacha. Jamani, labda kwako wewe maisha ni shida, hata kula ni tabu, nyumba za watu labda wanakufukuza. Lakini hata kama yangekuwa mambo ni magumu kiasi gani, usikubali kukata tamaa. Zidi kumtumaini Bwana kwa sababu ni mweza wa yote. Bwana asifiwe. Zidi kumtumaini Bwana kwa sababu Bwana ni mweza wa yote. Jamani, hakuna jambo lililo gumu mbele za Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninadhani kabisa huu ni ujumbe ambao Mungu anaona unastahili kwa wakati huu, kwa sababu labda mna changamoto za aina mbalimbali, kwa sababu labda kanisa linapitia changamoto za aina mbalimbali, waumini labda mnapambana hapa na pale. Kwa hiyo jamani, msikatishwe tamaa na hali yoyote. Ninaomba msaidie kuwashika watoto, ninaomba msaidie na mama kuangalia watoto ili tuweze kuendelea kulisikiliza neno la Mungu. Shetani pia huwa ni muongo sana. Bwana sikiwe sana, anaweza akaitumia njia hiyo ili tusiwe makini na neno la Mungu. Ninaomba tuwe makini na neno la Mungu wapendwa. Bwana sikiwe sana. Nasemaje, hali unayopitia, changamoto unazopitia zisikweke mbali na Mungu, sana zaidi zikusogeze karibu na Mungu ili uweze kuona mkono wa Bwana. Haleluya. Shetani huwa ni muongo. Bwana sikiwe. Unapopitia changamoto anakusogeza mbali zaidi. Unapopitia magumu, yani anakufanya unakuwa mchungu, yani unajisikia uchungu hata kwenda kanisani utaki. Unawakimbia wapendwa, unawakimbia wachungaji, yani anakuweka kwenye kona ile ambapo sasa ndio watakupiga vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini zile changamoto mpendwa wangu, hata kama ungekuwa ndani ya moto, bado jitie nguvu kwa Bwana, utaona mkono wake. Haleluya. Zidi kujitia Mungu kwa Bwana, utaona wema wake, kwa sababu jamani, hii dunia ni wani kama tunavyoona. Sasa hivi ni mchana, jua kali, usiku itakuwepo baridi. Bwana asifiwe. Leo sasa hivi tunaliona jua na joto, nadhani mnaniona mimi ninapohangaika huku kuna joto sana. Kila nikiwepo hapa ndani natabika sana kwa sababu ya joto. Bwana asifiwe. Lakini hata kwetu sasa hivi kuna joto. Ninashangaa mbona nilikaa Dar es Salaam, kwa nini Morogoro nasikia joto namna hii? Labda ni uzee. Bwana asifiwe. Haleluya. Mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa hiyo ninachotaka kukisema, kama umeuona mchana au umeiona asubuhi, vile asubuhi itaendelea, unakuja mchana, inakuja jioni, inakuja usiku, Mungu yuko kazini kubadilisha maisha, kubadilisha majira kwenye maisha yako. Bwana asifiwe. Hivi ni nani anayejua labda busara Mungu anazozitumia au akili au uwezo anaotumia kuiambia mchana kwamba sasa mchana muda wako umeisha, kuingia usiku, giza liingie? Hivi ni nani anauelewa? Yaani kwamba kitu gani hapo kinafanyika? Ni nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto anazaliwa mchanga, lakini anajua kunyonya. Yaani Mungu ni wa ajabu. Anajua kunyonya, kumtafuta ziwa la mama.
Bwana Yesu asifiwe. Kidogo utamwona anaanza kutambaa, kidogo amekuwa mtu mzima, kidogo ameenda shule. Jamani, Mungu wetu ni muweza wa yote. Hilo jambo unalolipitia lisikuzunguze, lisikutikise, lisikufanye mpaka ukalisahau jina lako. Mwambie Shetani, hata kama ungeleta jaribu la namna gani, bado Mungu wangu anaweza. Bwana asifiwe. Mwambie bado Mungu wangu ni muweza wa yote. Mwambie Mungu anaweka njia pasipokuwa na njia, amesema mtumishi wa Mungu. Haleluya. Jamani, mimi nimeuona mkono wa Bwana kwenye maisha yangu, hakika nimeuona mkono wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Nimeuona mkono wa Bwana kwenye maisha yangu. Jamani, ipo wakati unafika mahali unajiuliza niende wapi, ufanye nini? Lakini Mungu wetu ni Mungu mweza wa yote. Ni Mungu anatushangaza. Ni Mungu anayetutetea. Mungu yuko kazini kukutetea wewe. Mungu anajishughulisha na maisha yako. Bwana anayekuwazia ni mema. Mpendwa, usitikisike, simama imara katika Bwana. Haleluya. Yako mengi ya kutisha, sio? Na kweli una sababu kabisa ya kukata tamaa ukiuangalia mlima ulioko mbele yako au changamoto au matatizo. Lakini ninachotaka kukwambia, mkono wa Bwana wa kuume uko upande wako. Nyenyekea, utamwona Mungu akikutendea makuu. Kesho tukikutazama tutabaki kushangaa na tutakusaidia kushuhudia ukuu wa Bwana. Haleluya. Huyu Mungu tunayemtumikia ni Mungu mweza wa yote. Ni Mungu aliyetuinua kututoa mavumbini na sasa anatutumia, tunakuwa watumishi wa Mungu. Unaenda nchi moja nyingine, unatangaza ukuu wa Bwana. Huyu Mungu hakuna jambo asiloliweza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jamani, kitu gani hicho kinakutikisa? Ni deni. Bado Mungu anaweza kukulipia. Haleluya. Jamani, ni nini? Nyumba za watu wanakutesa, bado Mungu anaweza kukujengea na wewe ukabaki kukodisha watu wengine. Unaweza kabisa ukawa baba mwenye nyumba na mama mwenye nyumba, mwisho wa mwezi wanakopa mwezi, wanakuletea pesa ya kodi. Wewe pia nitakupendeza hiyo. Natangaza ushindi kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni mweza wa yote, wapendwa. Ni nini kinatusumbua? Marafiki wamekwasi, wale waliowaamini. Nini? Ndoa yako imevamiwa na Shetani, hamuelewani. Jamani, Mungu anaweza kila kitu. Watoto wanafanya vibaya shuleni, tabia zao zinakusumbua. Mwendee Bwana katika maombi, mwambie Bwana, wewe unaweza yote, hakuna jambo lisilowezekana mbele zako. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jamani, kuna mtu anasikia ujumbe wake. Kuna mtu anasikia ujumbe wake. Mungu wangu, Mungu wetu ni mweza wa yote. Ni Mungu wa wote wenye mwili. Hakuna jambo lisilowezekana mbele zake. Piga makofi kwa Yesu. Haleluya. Asante mtumishi wa Mungu, najisikia sasa vizuri. Kakaangu ananijulia kabisa, anaweka feni hapa na pale, nasikia raha ndani ya Yesu. Mimi nikiwa Lukobe na yani ninatuzwa, kila kitu kinakwenda vizuri. Ndio maana kila mwaka nitakuwa nakuja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haya, tusome neno la Mungu wapendwa wangu katika kitabu cha Zaburi sura ya 30. Zaburi 30 kuanzia mstari wa 4 mpaka wa ngapi? Soma, nitakwambia wa 7 au wa 6. Nani atatusomea? Yuko kakaangu alikuwa anasoma alikuwa anasomaje? Kwa msaada wa Yesu. Jamani, mkimwona mpeni pole. Nasikia amekuwa na mtoto wake. Mwambie mtumishi wa Mungu Matilda anasema pole sana. Mungu akutie nguvu na mke wako. Halafu mkisha pona, Mungu akishagusa nyoyoni, mkipona, rudini kanisani, kwa sababu amemtafuta umsomee neno la Mungu akukuona. Ila najua amesikia kupata matatizo. Yule bwana akisomea huwa anaburudika. Maana anasema tusome kwa msaada wa Yesu. Sasa nani anakwenda kunisomea kwa msaada wa Yesu? Nani anakwenda kunisomea kwa msaada wa Yesu? Haleluya. Zaburi sura ya 30, tusome kwa msaada wa Yesu. Hilo neno nilienda nalo miaka yote, ninakaa nalo kusoma kwa msaada wa Yesu. Maana peke yetu hatuna tunachokiweza, wapendwa.
Tusome kwa msaada wa Yesu. Amen. Soma kwa msaada wa Yesu mpendwa wangu. Ndiyo. Wataua. Atuendelee. Kwa kumbukumbu la utakatifu wake. Haleluya, tuendelee kidogo. Anasema, ubarikiwe upendo wangu. Mwimbieni Bwana zaburi, enyi watauwa wake, na kutoa shukrani. Ya kwangu inasema na kutoa shukrani kwa kukumbuka utakatifu wake, maana ghadhabu zake ni za muda mfupi tu, baada radhi yake ni ya milele. Haleluya. Kilio huweza kuwapo usiku, lakini furaha huja asubuhi. Nami nilipofanikiwa nilisema, sitaondoshwa tena, sitaondoshwa milele. Huyu mtumishi wa Mungu Daudi. Haleluya. Alisema, anasema nami nilipofanikiwa nilisema, sitaondoshwa milele. Yaani mambo yalipokuwa mazuri ana raha, ufalme wake unaenda vizuri, watoto wake wako sawa, mambo ni mazuri. Alipoona mambo ni amen, alidhani kwamba hataondosha, hata wewe kutikisika, hata wewe kupata shida. Jamani, tumesema Mungu anabadilisha majira. Hata kama raha imekuwaje, iko siku tu katakuja kamtikisiko ili Mungu aione imani yako ikoje. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakujaribu ili aone imani yako inaendaje. Bwana asifiwe. Basi maadui wakaanza kuinuka huku na huku, wakasema kumbe bado kuna kutikisika, bado kuna kuondoshwa, bado kuna vita, bado hata mwanangu anaweza akasimama kuipiga vita. Jamani, watoto wao wanainuka kuwapiga vita baba zao, iwe ni watoto wa kiroho, iwe ni nyumbani. Watoto wanaweza wakainuka na wasikilize vizazi, ili tu Mungu akuangalie imani yako. Bwana asifiwe. Haleluya. Jamani, kuna vita nyingine zinakuja kwenye maisha yetu, ili Mungu atupime, ajue tuna msimamo gani kwenye maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kuna watu wengine wanamwendea Mungu wakati wa raha, mambo yakiwa mazuri, atakuja kanisani, mambo yataenda vizuri, ataabudu, atasifu, atatoa sadaka. Lakini kidogo mtoto akiugua ni kwa heri. Shida ikitokea kidogo, haya hamuoni. Lakini sasa wakati wa shida ndio wakati wa kumsogelea sana Mungu. Bwana asifiwe. Jamani, tunatakiwa tumsogelee Mungu siku zote. Bwana asifiwe sana. Sasa anasema, mwimbieni Bwana zaburi, enyi watauwa wake, na kutoa shukrani kwa kukumbuka utakatifu wake. Jamani, tumwimbie Mungu zaburi, tushangilie, tumpigie makofi hata kama mambo ni magumu. Hebu tukumbuke utukufu wake, tukumbuke yale aliyotutendea, tukumbuke alivyotutetea tulipokuwa na changamoto. Jamani, tulipoanza mbona tuliona mkono wa Mungu? Hebu tumuimbie, tumtukuze, tuyakumbuke matendo yake makuu aliyoyatenda pale mambo yalipokuwa magumu. Basi kwa sababu ni Mungu yule yule, hata leo unapokiona kilio, amini kabisa kwamba atakayekutendea ni huyo huyo aliyetenda wakati ule. Huwa kuna siri kubwa sana. Unapokuwa kwenye changamoto, unarudisha macho nyuma na kuyakumbuka makubwa aliyotenda Mungu. Huwa unatiwa imani, huwa unajengeka kiimani, unatiwa nguvu na msukumo wa kuzidi kumwamini Mungu kwamba aliyenitendea mbona ni yule yule ninayemwamini. Sasa anasema mwimbieni Mungu, kumbukeni utukufu wake. Ndio mambo ni magumu, lakini kumbuka utukufu wa Mungu. Kumbuka ule mkono wake uliokutetea wakati ule, pale ulipoona kabisa kwamba huioni njia wala huoni mpenyo. Hebu kumbuka ule mkono wa Mungu uliokutoa pale. Ukumbuke utukufu wa Mungu. Kumbuka Mungu alipokutetea ulipokuwa peke yako. Haleluya. Kumbuka ule mkono wa Bwana uliokuponya ulipokuwa na changamoto. Basi kumbuka. Ukishakumbuka utafanyaje? Utasikia kwamba pamoja na kwamba haya mambo ni mazito, lakini utasikia roho ya faraja ndani yako baada ya kukumbuka utukufu wa Mungu. Na hapo utazidi kusimama imara na kuendelea safari yako ya imani, na utakuja kuona ukuu wa Bwana akikutetea, na mwisho wa yote utaishi kushuhudia ukuu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Basi anasema mwimbieni Bwana, mtukuzeni Mungu, kumbukeni utukufu wake. Ndiyo, mambo ni magumu, sawa, kwako ni wakati wa kulia, kwako ni changamoto. Haleluya.
kwako ni changamoto, umeachwa, mambo ni magumu, lakini mtukuzeni Bwana, mwimbieni Bwana zaburi, enyi watawa wake. Haleluya! na kutoa shukrani kwa kukumbuka utakatifu wake, maana ghadhabu zake ni za muda mfupi tu, radhi yake ni milele. Tunaweza kuwapo usiku, lakini furaha huja asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo, ni wakati wa kulia, lakini kumbuka kwamba hutaka ukalia siku zote. Huyu Mungu anaibadilisha majira, atakufuta machozi. Utafika wakati wa kucheka, utafika na wakati jamani, ndio hapo tulikuwa tunasema labda una changamoto za nyumba. Itafika jamani, wakati unaingia pale tunakusikia anakuja mtu kufungua geti, unaingia. Jamani, kwani ni kitu gani kisichowezekana mbele za Mungu? Hapa tunaposema labda tu umekosa hata 30 za kulipa chumba kimoja, ndio wakati ulionao ndio huo wa kukosa hiyo 30, lakini ipo wakati utakuwa na wewe mtu wa kutoa msaada kwa wengine. Haleluya! utakuwa na wewe ni mtu wa kutoa watoto wako shuleni na gari. Utakuwa jamani na wewe ni mtu anasubiri getini pale watu wafungue uingie na gari. Jamani, kitu gani kisichowezekana mbele za Mungu? Hao walionayo magari na hayo majumba ya fahari pia jamani walienda hatua kwa hatua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Tunachotakiwa kukifanya ni kuendelea kuwa na imani na Mungu wetu. Bwana asifiwe. Haleluya. Anasema haleluya. Anasema mstari wa ngapi? Anasema mstari wa 5, maana ghadhabu zake ni za muda mfupi tu, radhi yake ni milele. Jamani, wakati mwingine Mungu anaachilia kabisa hasira kidogo ili atufundishe. Pengine unayoyapitia, changamoto unazozipitia ni ili awafundishe wale ambao wako jirani na wewe. Labda jamani, ili Mungu akutengeneze moyo wako, ili jamani Mungu akubadilishe tabia zako. Jamani, labda ni kakigumu kidogo hapo, ili jamani aurekebishe mwendo wako. Jamani, labda alikwambia pita hapa, wewe kusikiliza ukapita hapa. Mambo mengine tunakutana nayo, labda tumesababisha sisi, au labda jamani tunayapitia kwa utukufu wa Mungu. Sijui unayoyapitia ni kwa nini, lakini yote kwa yote Mungu yuko njiani kukutetea na kukuonekania. Bwana asifiwe sana. Anasema ghadhabu zake ni za muda mfupi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni wewe kukaa kuchunguza na kufikiria, je, hili pito, hizi changamoto nilizonazo ni wapi? Nimehusika wapi? Wapi ambapo labda Mungu ananitaka nirekebishe? Labda nina tabia gani? Ni wapi ambapo mwendo wangu haumpendezi Mungu? Hebu jaribu kujichunguza. Ukiona kwamba wewe huna unapotakiwa kurekebisha, ukiona kwamba wewe unaenenda vizuri mbele za Mungu, basi endelea kumnyoshea Mungu mikono na kusema, Mungu, ninajua utashughulika na hili, huu mlima utaondoka. Dada aliimba vizuri, Simba wa Yuda yupo kututetea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa ni vizuri tunapopitia majaribu, tunapopitia changamoto, sisi tujichunguze. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri umefanya vizuri. Watoto pia wanatakiwa wana tabia ya kulisikiliza neno la Mungu. Haleluya. Wewe jichunguze, ni wapi jamani labda nimeeleza vibaya? Ni wapi ambapo Mungu anakomuniketi na mimi, anaongea na mimi? Kitu gani hicho ambacho natakiwa ukirekebishe? Ni wapi ambapo jamani nimepotoka kidogo? Ukikuta kabisa kwamba mambo yako sawa, sema asante Yesu. Najua wewe ni mwalimu mzuri. Kuna watu unaowafundisha, aidha wanafamilia yangu au wakanisani kwetu au rafiki zangu au kazini naofanya nao. Lazima Mungu yuko kazini kulitenda jambo ambalo sisi hatulifahamu. Yote kwa yote, zidi kumtumaini Mungu, utaona wema wake. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Anasema ghadhabu zake ni za muda mfupi jamani. Hilo haya majaribu yatapita. Hata kama ni ghadhabu, hata kama ni adhabu, hata kama ni kitu gani, ni cha muda mfupi. Haleluya. Ni cha muda mfupi. Wewe chunguza, tujue Mungu ananipa ujumbe gani hapa mimi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Akasemaje? Anasema mstari wa ngapi? Huo wa 3, anasema ghadhabu, maana ghadhabu zake ni za muda mfupi tu,
radhi yake ni ya milele. Kilio huweza kuwapo usiku, lakini furaha huja asubuhi. Jamani, kesho yako ni bora. Utakuwa mtu wa kucheka na kushangilia na kutangaza ukuu wa Bwana. Haleluya! Huyu Mungu anayebadilisha majira atakutetea na atakuonekania. Nimeota ujumbe huu kutoka kote huko, nimevuka mpaka kuja kukwambiaje kwamba Mungu hajakusahau. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hajakuacha, usiogope. Mungu yuko upande wako. Huenda kilio kipo, lakini hakitakaa daima. Kesho Mungu atakurudishia, atakurejeshea kicheko. Kesho yako ina furaha, kesho yako imebarikiwa. Mungu anayekuwazia ni mema, na Mungu ni muweza wa yote. Yuko kazini kukutetea. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Yuko kazini kukutetea. Mimi ninachokuomba, jichunguze. Ukikuta kuna sehemu unatakiwa kurekebisha na kushuka mbele za Mungu, nenda mbele za Mungu, kwa sababu yuko tayari kusikia kilio chako, yuko tayari kukusamehe. Wewe rekebisha mambo, halafu usubiri mkono wa Bwana utakapokutendea miujiza. Tutaona na tutakusaidia kushangilia na tutakusaidia kushuhudia, kwa sababu ukuu wa Bwana utakuwa unajitangaza wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Kiswahili changu kinaeleweka? Ukuu wa Bwana utakuwa unajitangaza. Yaani kuna muujiza ule ambao Mungu akikutendea huhitaji kushuhudia. Yaani kila anayepita anajua kwamba Matilda ameuona mkono wa Bwana. Huyu mama kweli amemuona Mungu. Jamani, huyu kijana amemuona Mungu. Yaani kwamba ni ushuhuda ule unaongea wenyewe. Umeshauona huo? Bwana Yesu asifiwe. Ushuhuda unaongea wenyewe. Yaani ni muujiza ambao umeibuka, yaani kila anayepita anauona. Bwana asifiwe. Jamani, Mungu anakaribia kutenda. Sisi tukiona tutakusaidia kupiga tu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope. Wewe unachotakiwa jichunguze, uangalie kwamba mimi je, ninampendeza Mungu katika nyenzo zangu? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tusomee mtumishi wa Mungu katika kitabu cha Ayubu. Ayubu 23 kuanzia mstari wa 8. Haleluya. Kuanzia mstari wa 8. Bwana usifiwe. Zama inaenda mbele wala hayuko narudi. Soma tu. Ayubu 23 kuanzia mstari wa 8. Tazama naenda mbele wala hayuko narudi nyuma, lakini siwezi kumwona, na mkono wa kushoto unafanyapo kazi, lakini siwezi kumwona. Kujificha upande wa kuume hata nisimwone, lakini yeye haikuwa njia niendeayo, kisha kujaribu itatoka kama dhahabu. Haleluya. Endelea mstari wa 11 na 12. Mguu wangu umeshikamana sana na hatua zake, njia yake nimeishika, wala sikugeuka, sikurudi nyuma kuiacha amri ya midomo yake. Nimeyatunza maneno ya kinywa chake, zaidi ya riziki yangu. Pige makofi kwa ajili ya neno la Mungu. Haleluya. Haleluya. Huyu ni mtumishi wa Mungu Ayubu. Jamani, wote tunaifahamu hii habari ya Ayubu. Alipokutana na changamoto na mambo magumu, watoto wake wakafa, mali zake zikateketea, akakutana na vita, mpaka mwili wake ukapigwa vita, akaanza kupata mapele. Jamani, mpaka ikafika mke wake akamwacha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu asiyezifahamu habari za Ayubu. Yaani Ayubu alipatikana. Bwana asifiwe. Akisogea huko anaangalia watoto wako mimba imewaangukia. Jamani, mifugo yako. Jamani, hiki yaani mali zote zikateketea. Kila kitu kikaisha, watoto akabaki Ayubu kama alivyo. Ikaonekana kwamba haitoshi, mpaka mwili wake sasa ukaanza kukua majipu. Yaani akateseka. Mpaka marafiki zake wakamwambia, Bwana, ni dhambi zako.
Kuna mambo mengine unayapitia mpaka watabiri wanakuja sasa, kila mmoja anakutabiria. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Jamani, kuna wakati Mungu anakubali ujaribiwe, hata wale watu walioko jirani zao wanakwambia haya majaribu sio ya kawaida. Jamani, sio ni dhambi zako. Jamani, sio umemwasi Mungu. Jamani, wakati wa kujaribiwa kuwa upo, unakuwepo. Nadhani sote tunamfahamu Ayubu kwamba alikuwa ni mcha Mungu, si ndivyo? Ayubu alikuwa ni mcha Mungu, lakini yale majaribu yaliachiliwa na ni kwa mapenzi ya Mungu, ili amuonyeshe Shetani kwamba pamoja na hayo bado nina watu wanaoniabudu, wanaonitumikia katika kweli na roho. Kuna watu ambao ni watumishi wangu. Ayubu kwa kweli ni mcha Mungu. Bwana asifiwe. Yaani hiyo kuwa mcha Mungu naye kwa sababu ya kujaribiwa. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ndio maana nimekwambia nichunguze, uangalie hilo jaribu unalopitia kuna sehemu wewe umehusika au limeachiliwa ili ujaribiwe tu, Mungu aipime imani yako, au ni mtihani umepewa, au je, kuna kitu Mungu anataka kuongea na wale ambao unaishi nao. Bwana Yesu asifiwe. Manake mtumishi wa Mungu, kuna kijana aliyezaliwa kwa kipofu. Bwana asifiwe sana. Basi Yesu katika tembea yake na kina Petro na kina nani na wote kwa Swahili. Grupu lao linaitwaje? Wote wale wanafunzi wale waliokuwa naye Yesu wakamuulizaje? Lakini sasa nimekwambia wakati mwingine yani nyama pale ilikuwa rahisi na Kinyarwanda, lakini nikitamka mtacheka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mbona tunanena kwa lugha? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Basi wale wanafunzi wakamuuliza, hivi mwalimu wetu, huyu kijana mbona amezaliwa kipofu? Ni kwa nini amezaliwa kipofu? Ni dhambi zake? Ni dhambi za wazazi wake? Ni kwa nini amezaliwa kipofu? Akamwambiaje? Ni kwa utukufu wa Mungu. Hii Mungu ameruhusu kwa utukufu wake. Kwa kuna mengine wanayoyapitia ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu sisi ni watoto wa Mungu, wakati mwingine anaruhusu tuyapitie majaribu kwa ajili ya utukufu wake. Kwa hiyo maana nimesema nichunguze. Ukikuta kuna sehemu unatakiwa kurekebisha, halafu subiri utukufu wa Mungu. Ukikuta jamani hakuna sehemu ya kurekebisha, basi subiri mkono wa Mungu utakutoa hapo. Bwana asifiwe sana. Basi akawaambiaje? Huyu kijana sio dhambi zake, sio dhambi za wazazi wake, imetokea hivi kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Ayubu naye alipitia changamoto, lakini ilikuwa ni kwa utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Ninakupongeza wewe ambaye pengine unapitia changamoto wakati ni kwa utukufu wa Mungu, ili Mungu ajitukuze ndani yako. Bwana asifiwe. Pengine Mungu anataka ajitukuze kwenye familia yako. Wamekuona wewe hufai, wamekuona wewe huwezi, wamekuona wewe huna maana, labda kwa sababu maisha unayoyapitia yana changamoto, labda una uwezo ambao haufanani na ndugu zako, unaonekana wewe hufai. Mungu anaweza kukuacha pale mavumbini kwanza, ili siku akikutoa wote wabaki kushangaa, wajiulize jamani, fulani ametokaje hapo? Ni mkono wa Bwana umetenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi huyu Ayubu alipambana, yaani kwa sababu ya uchamungu wake. Mungu akamwambiaje Shetani? Huwezi. Umezunguka dunia nzima, lakini umemwona mcha Mungu, umemwona Ayubu mwanangu. Bwana asifiwe. Haleluya. Akamruhusu, nenda umjaribu, fanya kila unachokitaka. Najua hawezi kunikimbia mimi, bado atazidi kunikiri mimi. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa wangu, pamoja na jaribu unalopitia, ninakutia nguvu katika Bwana. Ninakwambia zidi kumtumaini Mungu, zidi kumkiri Yesu, zidi kutangaza utukufu wake. Usikate tamaa, Mungu atakuvusha na utavuka salama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Jamani, kina Daniel, sinawafahamu habari zao. Walipokataa kufanyaje? Walipokataa kuabudu sanamu. Tunaifahamu hiyo habari.
wakarushiwa ndani ya moto ambao yani umewashwa mara 7 zaidi, yani umechochewa, kwa sababu hawakukubali kuiabudu sanamu. Lakini kwa sababu ya Mungu wao hawakutaka kabisa kuiabudu sanamu. Usije ukaiabudu sanamu, usije ukawaabudu miungu wengine, zidi kumkiri Yesu. Hata kama jaribu ni la moto, utatoka bila hata moshi, utatoka bila kunuka hata moshi, mpendwa wangu, kwa sababu Mungu yuko upande wako. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Basi huyu Ayubu alijaribiwa kama tunavyoifahamu habari yake. Akafika mahali Ayubu akajisikia kwamba kweli nimejaribiwa vya kutosha, yaani hata mke wangu ananiambia niwasi Mungu wangu ili niweze kufa. Jamani, hata wake zetu huwa wanatuasi wakati mwingine, hata waume zetu huwa wanatuasi, hata watoto wetu, kwa sababu jaribu ni lako wewe. Simama wewe, hata kama mke wako hajaweza kusimama, hata kama mume wako hajaweza kusimama, simama. Unayejaribiwa ni wewe na utakayejengewa ushuhuda ni wewe. Kwa simama, uwe imara. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza mke wako asikuelewe wakati wa kujaribiwa, anaweza mume wako asikuelewe wakati wa kujaribiwa, lakini simama imara katika Bwana, utaona ukuu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi Ayubu baada ya wale rafiki zake kuja kumkejeli, kutupia maneno wakati wa majaribio, wakati wa kujaribiwa, wape kisogo la kizamu, sababu kuna marafiki wengine ni watazidi kukuangusha. Bwana asifiwe. Uwe makini wakati wa majaribio. Kuna watu ambao hutakiwi kutembea nao, kuna sehemu ambazo hutakiwi kupita, kuna mambo ambayo, kuna vikundi ambavyo hutakiwi kukaa ndani yake, yaani kwamba utazidi kuwa mbali na Mungu. Kwa hiyo jamani, uwe makini, uwe kumwambia Roho Mtakatifu akuongoze, niishi vipi, nifanyeje, kitu gani natakiwa nikifanye wakati kama huu, ninapokuwa na mapito kama haya. Mungu wangu niongoze, nipite wapi? Utaisikia sauti ikuongoza kwamba achana na fulani, acha. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu, wakati wa majaribio Mungu anakuwepo kutushauri. Utakuta kabisa Mungu anakuambia achana na mtumishi fulani, achana na fulani, pamoja na kwamba wewe ulidhani ni rafiki yako. Bwana asifiwe sana. Siku moja nilikuwa napitia kipindi kigumu. Bwana asifiwe. Sote huwa tunapitia vipindi vya kujaribiwa. Basi kuna kina mama sote tunafanya nao huduma kanisani. Nikajiona ninawaendea. Ilikuwa usiku nimelala. Nikajiona ninawaendea, walikuwa ni wawili, walikuwa rafiki zangu. Mimi kama mimi nilidhani tuko safari moja kumtumikia Mungu. Basi nikajiona ninawaendea. Nilipoendea walikuwa na chakula chao wanakula, basi wakaninyima chakula chao. Bwana asifiwe. Wakaninyima chakula chao. Wao wamekaa pale wawili wanakula, wakaninyima chakula chao. Unadhani Mungu akaongea na mimi? Hapo hakuna taarifa niliyopewa, unadhani? Sipo, mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo Mungu huwa anatushauri kwamba punguza mwendo, punguza kasi. Kila siku Mungu kwa fulani, kila siku simu kwa fulani, hebu punguza fulani, sio mwema kwako. Mungu huwa anatushauri kwa sababu anatupenda. Bwana asifiwe. Anaweza kukuingia usiku kwenye maono, unaweza kuisikia sauti, unaweza kulisoma neno la Mungu, anaweza kulitumia mimi kukuletea ujumbe kwamba jichunguze, angalia rafiki wako na fulani, punguza kasi. Fulani jamani sio mwema. Na jamani tuwe na akili. Sio Mungu akikufunulia kila kitu unakitangaza. Jamani Mungu aliniambia niachane na wewe. Jamani Mungu aliniambia kwako kwanza nikasema tunafanya kiasi. Tuwe na akili. Si ndio wapendwa wangu? Tuwe na akili. Tembea na siri ya Bwana anapokushauri. Subiri kwanza, utaona anakuongoza ufanye nini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Basi huyu bwana Ayubu akajaribiwa mpaka ikafika mahali, baada ya ndugu zake, rafiki zake, mke wake wote wamemwasi, akasemaje, jamani, ninapokwenda kulia simuoni Mungu, nikipita kushoto ambapo tulikuwa tunakutana simuoni, nikifanya hiki simuoni. Mimi nilikuwa ni mtu wa kulia, kutabika na kulia, lakini ninajua kilicho cha muhimu ni kwamba Mungu wangu anajua njia ninayoendea. Akisha nijaribu, nikishajaribiwa vya kutosha, mimi nitatoka nikiwa kama dhahabu. Bwana asifiwe. Jamani, akasema cha msingi
ni kwamba Mungu anaijua njia ninayoendea, Mungu anayajua mapito yangu, Mungu anazijua shida zangu, Mungu anazijua vitu zangu. Ndio mke wangu ameniasi, rafiki zangu nao hao, watoto wameenda, mali zimeisha, mwili wangu nao unajaribiwa. Jamani, nikitoka huko kwenye mfunga na kuomba sisikii hata sauti yake. Jamani, sadaka zangu na dhabihu nilizotoa, kazi ya Mungu niliyosapoti, nilisimama na watumishi wa Mungu, nilifanya hiki na hiki, yote Mungu amevisahau. Jamani, mbona nini sisikii? Mbona jamani hata sisikii neno la kumliwaza? Lakini ninalolijua ni moja, kwamba Mungu anajua njia ninayoipitia. Bwana asifiwe. Mungu anajua mapito yangu. Mungu anajua kwamba mimi ninajaribiwa. Zile changamoto nilizonazo Mungu anazifahamu, kwa sababu hakuna jambo lililopitwa mbele zake. Kwa kama ameruhusu nijaribiwe kiasi hiki, anayajua mapito yangu. Na huyu Mungu wangu niliyemtumikia, niliyeishi kumtangaza, niliyemwabudu, baada ya kunijaribu nitatoka ni mtu mimi wa kutafutwa na watu. Bwana Yesu asifiwe. Nitatoka hapa mimi nimekuwa dhahabu. Jamani, dhahabu huwa imejaribiwa. Hizi dhahabu jamani tunazovaa zinapita kwenye moto ndio zinaweza kung'ara hivi. Bwana asifiwe. Ninaweza kung'ara hata mimi nikiwa mweusi nikivaa na ng'ara, kwa sababu imepita kwenye moto, imetengenezwa. Bwana Yesu asifiwe. Kile kitu kilichopita kwenye moto ina maana kimetengenezwa na kiko kabisa, kina ustadi. Kwa hiyo ukikitumia utaona kwamba ni kweli ni dhahabu, na inakuwa na gharama. Ni ya gharama mpendwa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Dhahabu ina gharama. Kwa nini ina gharama? Kwa sababu imepita kwenye moto, imejaribiwa. Haleluya. Kwa hiyo nimekuja kukwambia mpendwa wangu, nishike, nitie nguvu katika Bwana, nisikize kwa Mungu, mwambie sikuachi ng'o. Bwana asifiwe. Alikimbia dada Eliza, na ukumbuka huo wimbo, anasema sikuachi ng'o. Tusimwache Yesu ng'o. Kisiweko kitu cha kukufanya umwache Yesu. Haleluya. Basi huyo Ayubu akasema sawa, kila kitu kwangu kimebadilika, yaani maisha yangu yamebadilika. Mimi yaani kila kitu kimeenda mrama. Sinasema hivyo jamani. Yaani mambo yote yameenda vibaya. Lakini yetu kijua ni kimoja, kwamba nikisha kujaribiwa kadri ya mapenzi ya Mungu, yaani nikifika hatua ile aliyopanga Mungu kunijaribu, yaani nikifika kikomo pale alipopangia Mungu kunifikisha kwenye jaribio lake, nikisha jaribiwa vya kutosha, ninajua nikitoka hapa nitakuwa kama dhahabu, nitakuwa mtu wa kutafutwa, nitakuwa mtu wa kuomba ushauri, nitakuwa mtu wa kuwasaidia watu, nitakuwa mtu wa kuwatetea wanyonge, nitakuwa mtu wa kuwafuta machozi watu wanaolia. Nikitoka jamani kwenye majaribu haya ninayopitia, ninaona majaribu Mungu ananifundisha, Mungu ananielekeza, Mungu ananiandaa kunibariki, ili akinibariki nisiwasahau watu wengine. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu. Hata mimi hayo hayanitoshi. Anamtosha Yesu kweli? Haleluya. Kuna mtu anapata ujumbe wake. Bwana asifiwe. Wewe jitie nguvu katika Bwana. Kikubwa na cha msingi ni kwamba Bwana anajua njia unayopitia. Bwana anajua majaribu yako. Akisha kujaribu kama alivyokusudia, akisha kutengeneza, akisha kuandaa vizuri, utatoka umekuwa dhahabu inayotafuta sehemu zote. Utakuwa ni wa gharama, maana umeandaliwa, maana umeundwa, maana umetengenezwa, maana Mungu sasa amekuamini, umekuwa ni mtu wa kuaminiwa na Mungu. Kwa kisha toka hapo utakuwa si mtu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu baada ya kujaribiwa na baada ya kutoka, kweli kweli alikuwa dhahabu, maana Mungu sasa alimrejeshea sijui mara ngapi ya zile mali alizokuwa nazo. Watoto waliowapata Ayubu sasa walikuwa ni watoto wazuri, warembo kuliko wale waliotangulia. Mke sasa alikuwa ni mke ambaye sio wa kawaida.
kawaida, ni mzuri, mrembo kuliko yule aliyekuwa naye. Utajiri ulikuja, mambo yote yakarudi, marafiki wakaja na dhahabu. Jamani, unajua mimi nikombea, jamani huyu anakuja na hiki, jamani huyu naye anakuja, unajua jamani nikombea. Tulikuwa pamoja kwenye wakati mwingine wanasemaga hivyo, wakati hata hawakuwahi kuombea. Walikuja, jamani huyu analeta hiki, huyu analeta hiki, kuja kumpa pole. Mbona hawakuja wakati ule jamani mwili ulipokuwa na majipu? Mbona hawakuja? Mbona walimkimbia wakati ule wa kilio? Jamani wamekuacha, subiri watakuja wenyewe. Wameenda jamani, watakutafuta. Kuna wale ambao hata namba yako ya simu sasa hawana. Siku wakisikia Mungu ameyatenda, wataitafuta namba yako. Wewe mtumikie Bwana, usihangaike, usilazimishe urafiki, usiwatafutie watu ambao hawakutaki. Shughulika na Bwana. Bwana amekuweka kwenye kipindi hicho, shughulika naye. Akishatengeneza maneno, watakuja. Tulia katika Bwana. Haleluya. Mtafute Bwana. Akitenda marafiki watakuja. Ndugu amekuacha, uko peke yako, huna msaada, unawatafuta ndugu waoni. Iko siku watakuwa wanakuja, yani wanatiririka. Anakuja huyu kesho kutwa huyu. Kwa sababu gani? Mungu ameshatengeneza mambo kwako. Mungu sasa ameshafanya wewe ni dhahabu wa gharama, unatafutwa sasa. Bwana asifiwe. Kama kuna mtu anapata ujumbe wake. Haleluya. Yaani nilichokileta ni kwamba jitie nguvu katika Bwana. Vumilia kwenye mapito hayo, na zaidi sana jichunguze kama huna, yani kama hakuna pale ambapo Mungu anakuona kufai, yani kama hakuna pale ambapo Mungu amechukizwa na matendo yako, kama uko vizuri na Mungu, kama yani mnaelewana vizuri, kama unatembea na Mungu kwa mapatano. Bwana Yesu asifiwe. Unajua sisi tuliolewa, Bwana asifiwe, kuna wakati zinakuja hitilafu ndani ya ndoa, kwenye familia, mambo yanakuwa sio kwamba mtacheka mpaka mwezi unaisha, cheka mpaka mwaka unaisha. Yaani kunakuwa na wakati huu, watoto watafanya hili na hili, watachapa kiboko, mama atafanya hili, baba hatamuelewa, baba atafanya hili, mama hatamuelewa. Unajua kinachofanyikaga, watu ukawa wakasema, wakaongea, jamani mimi hapa ndio nimesababisha, jamani mke wangu nisamehe hapa, jamani sijui tu nilikuwa na ghadhabu, jamani mke wangu nisamehe, na mimi wangu nisamehe, yani na mimi nilitakiwa nivumilie, sikupaswa kujibu hivi leo. Ni kweli jamani, au si kweli? Bwana sifiwe. Baada ya hapo watu wameshaongea, wameombana msamaha, wamefanyaje, wakishatengeneza mambo hapo, wakitoka ni wanacheka, wanafurahi na wanaendelea na maisha. Nenda mbele za Bwana. Omba msamaha kama kuna pale anapokuambia kwamba hapa atakunyoshea kidole, hapa, rekebisha hapa. Atakwambia japokuwa hukutaka kusema mbele za watu, labda hukutaka kunyenyekea, lakini pia wewe unatakiwa urekebishe hili. Roho Mtakatifu jamani huwa yuko kutushauri na kutuelekeza. Bwana sifiwe. Haleluya. Chunguza, usikilize Roho Mtakatifu atakapokuongoza. Kile unachopaswa kukifanya kifanye, tengeneza mambo na Mungu wako, halafu subiri mkono wa Mungu utakunyanyua na utaona wema wake, na sisi tutabaki kushuhudia ukuu wa Bwana kwenye maisha yako. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo Ayubu akasema, nitakapotoka hapa nitakuwa kama dhahabu. Anasema ni kilicho cha msingi, kilicho cha maana. Japo ndugu wameenda, mali zangu zimeenda, watoto wameenda, marafiki haya hawa hapo wananikejeli, mke wangu haya kaenda, lakini ninaloshika ni moja, kwamba Mungu anajua njia ninazoziendea. Yaani haya hayakupita macho ya Mungu. Mungu anazijua njia zangu. Nikisha kujaribiwa, Mungu akishatimiza makusudi yake kwenye maisha yangu, nitakapotoka hapa mimi sasa nitakuwa mtu mwingine, sio Ayubu mimi hilo anayemfahamu, nitakuwa ni mtu mwingine. Ukishajaribiwa jamani, utakapotoka hapo, baada ya kuwa umetembea vizuri mbele za Bwana, Mungu atabadilisha maisha yako, na sasa atakupeleka kiwango kingine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Jamani, ninaomba niwaulize, kuna mtu kapata ujumbe wake humu ndani? Huu niliobeba kuvuka mpaka hapa, kuna mtu kasikia Mungu anaongea naye? Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusimame mbele za Mungu. Ninachokijua, makusudi ya Mungu yatatimizwa kwa jina la Yesu. Haleluya. Makusudi ya Mungu yatatimizwa kwa jina la Yesu. Nimeona tumetumia muda mwingi kuabudu na kuomba, kwa hiyo sitaki zaidi twende. Ninachokijua, Mungu ameshaongea na wewe na Roho Mtakatifu yuko kazini kutuhudumia na kuendelea kuongea na sisi. Hata utakapotoka hapo, bado Mungu ataendelea kukuhudumia. Ninachokuomba, rudi nyuma, sikiliza, Roho atakuongozaje wa Bwana. Tengeneza hayo utakayoomba kutengeneza. Ukikuta hayapo, sema kwamba Mungu, ninakushukuru kwa sababu kuna mambo unayoyafanya ndani yangu, kuna wale unaotaka kuwafundisha, au ni mimi unayetaka kuniunda upya ili unipeleke viwango vingine. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, Mungu awabariki. Ninawapenda, zidini kujitia nguvu katika Bwana, mtauona ukuu wa Mungu siku hadi siku. Barikiwe sana. Wanaenda kutuwekea wimbo na mtumishi wa Mungu atatusaidia hapa ili tuhitimishe jamani ibada yetu, lakini amini nakwambia utauona mkono wa Bwana. Haleluya, haleluya. Bwana awabariki sana. Haleluya. Jehova, ninakuinua Bwana wa Bwana, ninalitukuza jina lako Mungu. Asante kwa ajili ya neno lako mchana wa leo Bwana. Asante kwa ajili ya watoto wako Yesu. Asante kwa sababu unaongea na mmoja mmoja. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu utakwenda kuendelea kufanya huduma ndani yao. Waongoze Bwana, ongea na kila mmoja Jehova. Mwonyeshe ni wapi anatakiwa arekebishe, mwonyeshe ni wapi anatakiwa atengenezwe, mwonyeshe ni wapi anatakiwa aende mbele zake Bwana. Kosekera aliyamofika Baba, ribo sikatara Baba, ribo kosekera. Ninawabariki Mungu wangu, ninawaombea Bwana wa Bwana, kutana na hao wanaopitia changamoto, kutana na hao wanaopitia Jehova, wafute macho kule Mtakatifu. Waongoze Bwana, ni watu wapite Jehova, ili wakifanya wakati wa kujadiliwa wewe Mungu. Ninaomba usikie kilio chao, ninaomba uangalie huzuni zao Bwana, kutana na hao wanaojadiliwa Yesu. Ninajua mchana wa leo kuna mtu aliyekusudia kuongea naye. Ninajua Bwana utakwenda kuwahudumia kwa viwango vya juu. Bwana, wanaopitia changamoto, tembea nao, washike mkono, waongoze Bwana, usiwaache Jehova, usiwaache Bwana wa Bwana. Ninakuomba Bwana ukawaonekanie hao wanaopita kwenye giza nene, Mungu wangu, kutana nao Bwana. Nimazika na kutana na watoto wako Jehova, sikia kilio chao Bwana, waguse wanaolia, waguse wagonjwa Jehova. Ninaachilia uponyaji kwa jina la Yesu, ninaachilia uponyaji kwa jina la Yesu. Onekana Mungu wangu, onekana Bwana wa Bwana. Oliyezika Bwana yasekeleo, olia Baba, aliyositi Bwana yasekeleo, olia watetea watoto wako Bwana. Onekana Bwana ukiyashindwa, onekana Bwana. Nyosha mikono mbele za Bwana, mwambie Bwana usipite, mwambie unapowazuru wengine usipite, mwambie Bwana asikuache. Mwambie Mungu asante kwa ajili ya neno lako. Mwambie Mungu nitie nguvu Bwana. Mwambie asante kwa sababu unajua mapito yangu. Bwana, unakwenda kunitetea na kunionekania. Mwambie usiniache Bwana. Mwambie nionekanie Yesu. Mwambie nitie nguvu Yesu. Mwambie Yesu niwekee njia, nisiponiona njia
mwambie mchana aliyepite, mwambie waone jua yote, mwambie waone jua linalokuchia, mwambie Bwana usiniache, mwambie Bwana usiniache, mwambie Bwana usiniache. Mwambie usiniache, mwambie Mungu nitetee, mwambie watetee watoto wangu, mwambie Mungu usiniache. Oria basara boreketero, oria baba. Mwambie Mungu usiniache. Tunakutumaini Bwana, wewe ni tumaini letu, wewe ni Bwana mweza wa yote, hakuna jambo lako mbele zako. Tunakuinua Yesu, tunakuinua Bwana, asante kwa ajili ya waumini Bwana, asante kwa yaliyo mema, kuna asante mfalme wa ajabu, asante kuliona maisha yetu, asante Mungu usiyekubukiwa, asante mweza wa yote, unayetuwazia mema Bwana, asante kwa sababu utukufu wako utapenda kudhihirisha kwa maisha ya watoto wako, utapenda kudhihirisha, utapenda kutenda, utapenda kutenda Bwana. Wewe ni mwema, wewe ni mweza wa yote, utakwenda kuwaambia na kuwabadilisha maisha yao, wakisha kujaribiwa kadri ya utukufu wako Bwana, utaweza kulionyesha kudhihirisha. Ninalibariki jina lako takatifu Bwana, ninawainua wachungaji wako, endelea kuwabariki Mungu, endelea kuwaonekania Bwana, washike mkono Jehova, washike mkono Bwana, wanapoendelea kuitenda kazi yako, wabariki Jehova Mungu, wabariki wazao watoto wao, bariki kanisa zima Mungu, waonekanie Jehova, wainue kanisa zima, utukufu utukufu. Wanaopitia changamoto kutana nao Bwana, waliokuwa wagonjwa, asante kwa uponyaji ulioachilia, wanaopitia changamoto na vitu mbalimbali kwa ajili ya maisha, asante kwa sababu Bwana unakwenda kuwabariki na kuwatendea makuu. Jina lako liinuliwe Jehova Bwana, endelea kuinua kanisa, endelea Mungu kuwaongeza